Inawezekana umeshasubiri mwaliko wa KYC muda mrefu lakini bado hujapata. Huenda umeshakaa miaka na miaka au miezi na miezi ukisubiri mwaliko wa KYC lakini mpaka sasa bado hujapata. Kwa kweli inaumiza sana, lakini usihofu. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kupata mwaliko wa KYC na kuifanya hapo hapo. Sasa hii tunaita fast track KYC. Maana yake tunaenda kuikamilisha wakati tunasubiria kwanza hii KYC ya siku 30. Kwa sababu hizi ni KYC za aina mbili, kuna KYC ile ya siku 30 ile na kuna hii ya fast track KYC. Hii ambayo unaenda kuwezesha wallet yako sasa ianze kuwa na uwezo wa kupokea Pi. Sasa hapa cha kufanya, tutatoka nje kidogo. Tutaingia sasa kwenye Pi browser. Kwa ngoja nitafute Pi browser. Utakuja kuifungua Pi browser hii. Tunaenda kuangalia jinsi ya kupata mwaliko wa KYC wa chapu. Sasa njia ambayo waga tunaifanya ili tuweze kupata hii fast track KYC, yani hii KYC ya chapu, waga tunaingia hapa kwenye wallet hapa. Yes, unafungua tu wallet yako vizuri kama hivi. Ngoja tuifungue. Ikishafunguka hii wallet unapandisha juu kidogo. Haya. Unakuja kubonyeza hapa palipoandika you can create a new wallet. Yani hapa tunatumia mbinu ya kubadilisha maneno 24. Lengo tuna force ili tupate hii KYC ya chapu hii. KYC ambayo itaenda kutusaidia au itaenda kuwezesha wallet yetu iweze kuwa na uwezo wa kupokea Pi. Ukishagusa hapo sasa unakuja kubonyeza hapa ipandika generate a new wallet. Utakuja tu kupagusa hapa. Subiri kidogo. Haya. Ukishamaliza sasa utakuja kwa copy haya maneno 24. Narudia tena kukumbusha yatunze sehemu nyingi, yatunze hata sehemu 10. Haya, lakini pia utakuja kubonyeza I saved my passphrase. Utakuja kupagusa. Sasa hiyo neno I saved my passphrase inazisitokee ila kakatokea kaneno chini kameandika show alternative. Kwa utakagusa, ukikagusa ndio ile neno lililoandika I saved my passphrase ndio litatokea. Sawa, tuendelee. Baada ya hapo sasa maneno 24 unaenda kwa paste humu. Unagandamiza hivi kwa kidole, unayapaste. Baada hapo nakuja kubonyeza unlock with passphrase. Hakikisha kwanza umescreenshot na kuyatunza maneno. Japo hata hiyo screenshot nayo sidumu nayo sana. Baada hapo sasa unakuja kubonyeza hapa kwenye continue. Sasa kwanza kabla sijaendelea mbele, nahitaji nikumbushe tena kwa mara nyingine tena. Hayo maneno 24 kama nilivyoshauri kipindi cha nyuma. Nilishauri hivi, kuandika kwenye karatasi peke yake haitoshi. Kwa sababu nilisema kabisa kwamba unaweza kuandika kwenye karatasi kuna mambo mengi. Unaweza kuandika kwenye karatasi kumbe kunawaza mambo mengine, ukajikuta umekosea neno moja. Kwa hiyo ukiyakopi haya maneno 24, ushauri wangu nenda uyahifadhi kwenye email, ila ukumbuke kubadilisha neno moja kwa ajili ya kujilinda na wale wadukuzi. Unaweza kubadilisha neno la 3 kutoka mwisho au neno la 4 kutoka mwisho. Ila yale ulioandika kwenye karatasi yenyewe yaandike sahihi kama yalivyo. Haya, bila shaka sasa nafikiri hapa tutakuwa tumeelewana hapo. Lengo la kushauri kwamba utunze maneno 24 na kwenye email ila ukumbuke kubadilisha neno moja ni hivi. Yale maneno uliandika kwenye karatasi kama nilivyosema kuna wakati mwingine unaweza kukosea. Sasa ndio unashangaa siku nayaingiza na kuandikia invalid. Yes. Baada ya hapo sasa utakuja kubonyeza hapa kwenye continue sasa. Baada ya kuwa umeshatunza maneno yako 24 utabonyeza hapa. Yes. Tayari unakuja tu hapa kufanya KYC hapa. Unapagusa tu hivi. Subiri kidogo. Yes. Bila shaka unaweza ukaona, sawa? Tayari tumeshapata mwaliko wa KYC. Hii ni KYC ile ya chapu tu ile. Hii sio ile ya siku 30. Hii ni KYC tu ya kwa ajili ya kuwezesha wallet yako iweze kupokea Pi na kuweza kufanya miamala. Yes. Kwa hiyo unaweza sasa ukaendelea kufanya KYC. Kwa mimi ngoja niishie hapa. Turudi nyuma kidogo. Baada ya hapo haya maneno 24 utayakopi na kuyapeleka kule kwenye vipengele vya mainnet checklist. Sasa ngoja sasa twende tuone. Haya sasa. Hayo maneno 24 mapya uliyoyatengeneza
utakuja kufungua hiki kipengele ili uyapaste. Kwa hiyo utakigusa hiki kipengele cha 3 cha manage checklist, utakuja kugandamiza hapa. Sawa, kwa hiyo hapa nitagandamiza. Baada ya hapo ya paste kama hivi. Baada ya hapo utakuja kubonyeza hapa kwenye confirm. Hapa kwenye confirm your wallet hapa. Sawa. Haya, kuna kodi zitatuma kule kwenye email yako. Utaenda kule kwenye email utazikopi, hizo zinakuwa ni namba 6, halafu utarudi kuzipachika hapa. Hasa nimeshaelekeza sana, mimi ngoja hapa niokoe muda ili video isiwe ndefu. Kwa mimi ngoja nirudi tu nyuma. Haya, kule kwenye kipengele cha 3 ikishakuandikia completed, utashuka sasa huku chini. Utakuja kufungua hiki kipengele cha 6. Kama hii utakifungua tu kama hivi. Haya, utashuka huku chini kabisa huko. Utakuja kubonyeza ili neno limeandika I accept. Unagusa tu kama hivi. Haya, baada ya hapo unakuja kuyapaste maneno 24 humu. Unapagandamiza tu kama hivi, na paste. Baada ya hapo unakuja kusaini. Unagusa tu kama hivi. Sawa? Haya, baada ya hapo unakuja kubonyeza hapa kwenye I understand. Unagusa tu kama hivi. Yes. Paka hapo kibarua kitakuwa kimeisha. Wale ambao hawajapata mwaliko wa KYC, labda pengine huu ni mwaka wa 5 au mwaka wa 4, unaweza kufuata hizi procedure ili kusudi wallet yako iweze ianze kupokea pai. Yes, basi nisiwachoshe, ya kwangu ni hayo.